Unaweza kuamini kama amani ya huu mjengo wa hii familia inaweza ikavurugwa na mtu mmoja tu? Huyo mtu ni nani? Na tutakwenda kumjua hapa hapa Maono ya Tatu aka Said Vision. Tunamuona baba anachukua kitafunwa chake na kujieleza kwamba kikao kinaanza hivi mapema. Itashangaza mkurugenzi nisiwe mfano wa kuigwa wa kuwahi. Sasa mke wangu, kwa kukuheshimu, acha niondoke hata hiki kitafunwa, hata kama watanicheka huko njiani na mafuta ya vitumbua potelea mbali. Basi binti naye anafuata nyayo za baba. Mama, mimi ndo team leader kwenye discussion, itashangaza mimi nikichelewa. We Sandra yo, mnaondoka na baba yako wakati mimi nimehangaika kuandaa meza hapa. Mnanifanyia wewe binti, sema good morning. Good morning gani? Hebu washa gari tuondoke. Wewe nawe uliona tangu lini mtoto wa bosi akupe good morning? Lakini si ndio hivyo kashasema. Basi njiani gari inapata itirafu. Dereva akiwa na umakini wa kutaka kuifuatilia huku na huku, anatokea bwana Gibson ambaye anaamua kumpa lifti Sandra. Basi wanapanda katika gari moja ili kuelekea shuleni, na Sandra mara nyingi amekuwa akivutiwa kimahusiano na Gibson, lakini Gibson anaonyesha hisia zake ziko mbali na Sandra. Yuko busy na simu wakati anaulizwa maswali ya hapa na pale. Hapa nyumbani tunamuona amefika Halima pamoja na mwanadada mmoja ambao wanagonga hodi katika hii nyumba na kumpa maelekezo mlinzi, lakini mlinzi anaonyesha dharau sana kwamba nyinyi mna harufu kabisa ya moshi, mnachonga ngenga hapa. Unaingia humu kufanya nini? Mna utambulisho? Basi kwa shida sana, lakini waliweza kuingia mpaka hapo ndani. Baba mjengo alionyesha ukarimu wa namna yake. Wakati huo wanamsubiri mama mjengo, na wao bila hiana wanasimama kuonyesha heshima, wanamsalimia, na mama mjengo anapita katikati yao, na hapo anapata nafasi ili aweze kukaa. Karibu, ni nani nyinyi? Shikamoo mama, ninashukuru sana umetukaribisha hapa, lakini huyu ni Halima ambaye alikuwa ni binti, sasa hivi amekuwa, pengine ndio maana umemsahau. Halima, Halima mtoto wa dada yako marehemu aliyefariki kwa sababu ya kansa. Basi baba anampa kielelezo mwanamama pale, wanajieleza, wanasema nimemlea kwa kipindi kadhaa, lakini tulikuwa tukiwatafuta, nashukuru tumewapata na nimewaletea leo mtoto wenu. Basi wanaagana Halima pamoja na huyu mwanadada Msamaria. Tunamuona mama amepanic kinoma na anapiga simu kwa baba wa Halima. Wewe unakaa huko nje ya nchi, unatekeleza majukumu au unatelekeza majukumu? Basi anaibonda hata hiyo simu chini kwa hasira na uchungu na roho mbaya. Basi tunamuona baba amewakaribisha kwa hekima sana, anawakutanisha Sandra na Halima ili waweze kuwa karibu, na Sandra haonyeshi hiana, anamwambia sitamuonyesha chumba chake kwanza, bali nitakaa naye katika chumba changu, apazoee nyumbani, tujenge ukaribu, tuwe tunafurahia maisha pamoja. Mama huku anazunguka yeye na Tylis. Vipi mke wangu, haya mambo ya tofauti ya wewe na marehemu mama wa Halima ni kuyaacha pembeni au siki mtoto? Mimi nakwambia mtoto wa nyoka ni nyoka. Basi anazunguka pale, ana uchungu sana, lakini mwisho wa siku watoto ni kama vile malaika, wanaendelea kupiga stori kwa upendo huku akisubiria share chakula. Basi mtoto anasema vipi sasa, kwani mama yake Halima yuko wapi? Anamwambia mama yake alikufa kwa kansa. Anaongea tu kavu kavu. Basi Halima anagundua kwamba hajakaribishwa pale kwa upendo, lakini anahitaji kuvumilia, labda siku zitabadilika. Lakini baba bado anaendelea ukarimu, anasema jamani, stories zitaendelea, kwanza tupate chakula. Chakula ni ibada. Basi wanaendelea kujisevia kila mmoja kwa nafasi yake. Mama amewaanzishia pale kwa sehemu na anawagawia, lakini pia anafika wakati baba anasikilizia, punguza hiyo kidogo, adjust hapo, nashukuru mke wangu unanijulia. Unafika muda anapewa nafasi Halima, anaanza kujipakulia mpaka wanashangaa kwamba hii noma, hii winchi au greda, mbona inajaza msosi wa kutosha? Sasa ni kwamba kwenye makuzi tofauti, huyu amekulia sehemu kama kijijini vile, kwa hiyo tumbo lake litahitaji lifike mjini, lisinyae kwa muda ndo lianze kuendana na chakula cha hawa watu. Pia mara nyingine minyoo inaweza ikawa inapelekea mambo kama haya. Kwa hiyo wageni wanavyofika, moja ya baadhi ya familia zinazingatia amebeba nini, pengine vinaweza vikawa
wadudu wa maambukizi kama kunguni, basi mizigo yake itazingatiwa, itawekwa sehemu. Wengine watakupatia dawa za minyoo, wengine wanaweza kukufanyia baadhi ya check up za mwili. Kwa mtazamo wa Kiafrika unaweza kuona kama vile ni manyanyaso, lakini ni pamoja na kuweka usalama. Basi anakaribishwa Halima, lakini hakaribishwi kwa kufurahiwa. Kwa mfano kama binti wa humu ndani Sandra alitakiwa ajumuike na mtoto wa kike mwenzie ili kuviosha vyombo, lakini anaambiwa nenda ukajiandae na masomo, na wewe kikivunjika chombo chochote hapa. Nadhani unaelewa. Basi kwa hali ya kawaida mgeni kumwambia kauli kama hizo sio ukarimu wetu wa Afrika. Hapa mama anamwambia hata sikuwa na uchungu, mbona unanipa tu pole? Sikuwa na uchungu alivyokufa. Jamani mama, ni kawaida kuwa na uchungu, kwani we unahofia? Mtoto anajaribu kupata picha kwamba mama itakuwa pengine uliumia wakati dada yako anakufa, mama yake na Halima. Mama anaonyesha yani hata sijaumia kwa sababu mama yake Halima, acha tu, sitaki nikueleze mambo mengi, lakini hakuwa mtu mzuri. Hata wewe inabidi ukae naye kwa umakini sana huyu binti hapa nyumbani. Kwa hiyo na kuonya. Basi mama anakuwa ni mtu wa kutoa maneno hasi kwa mwanae, jambo ambalo sio uungwana, na hata ndani amekaa lakini hana amani kabisa, roho mbaya inamsumbua. Mume wake anamwambia tuliza kichwa mke wangu, huyu ni mtoto. Jinsi utakavyomlea ndivyo atakavyokuwa. Una njaa kwa chakula kile ulichopakua jana? Wewe utakuwa una wageni humo tumboni au kuna chumba na seble? Haya, tuachane na hayo. Unajua kwamba ni kwa namna gani hizo nguo zako zinatoa harufu hapa ndani? Bora nipate hasara, nitakupa mimi perfume moja wapo, nitaisacrifice na pia ukazifue. Utakuja kuniua. Basi binti anaamka mapema, anaanza kuzifua nguo zake. Alichoambiwa kinaweza kuwa na ukweli, lakini namna ya uwasilishaji sio rafiki. Na hapa binti anasema baba amesema Halima siku moja tutaanza naye shule. Ni kweli? Basi mama kwa sababu tu hana namna anaitikia bila iana, lakini pia binti anaomba ruhusa aende kudiskasi na rafiki zake. Basi mama anashangaa, rafiki wa kiume? Anasema hamna tatizo, tunajisomea tu. Hii siku wamefika mpaka nyumbani kwa kina Gibson, na Sandra pamoja na Halima wamesindikizana kwa sababu Halima angeboreka kuwa peke yake na Sandra kwa wakati huu, pamoja na kwamba anajazwa maneno ya sumu na mama yake, lakini bado nguvu ya upendo ina nafasi kwake. Wanafika mpaka hapa nyumbani ili waweze kudiskasi masomo, waweze kuongeza ufanisi katika performance za shule. Basi wanaanza bila kuchelewa kwa kudiskasi, na Sandra anatoka kidogo kwa kumuomba ruhusa Gibson. Gibson anapata nafasi ya kuzungumza na Halima. Anamwambia wewe bado hujaanza shule, sasa hivi unajisomea nini? Hii ni story tu, naandika story. Nitapenda sana kuisoma ukishaimaliza. Inamhusu kijana mmoja alafu na binti. Okay, hongera sana, kumbe wewe ni mwandishi mzuri wa story. Anasema huwa nasikia wakisema hivyo, lakini labda kadiri siku zinavyozidi kwenda nitapata udhibitisho. Basi Sandra anaaga kwa hasira, anasema tuondoke zetu. Na kinachomtesa ni uwivu, hakupenda Gibson akiwa jirani na Halima. Basi wanaagana pale, anaondoka, lakini anapoagwa na Gibson hasemi chochote. Gibson anamwambia Halima, basi wakati mwingine nitafurahi sana kukuona, karibuni sana. Wanaondoka, na anapofika nyumbani tayari huyu binti hakuwa anakula kwa amani. Kwa hivyo aliamka usiku ili aweze kupata chochote kama mkate, aweze kulala angalau akiwa ameshiba. Anakutwa na mama mtu anamtimua na likisu, wewe takuchinja mimi, sitaki watoto weziwezi. Basi mama anaendelea kujiongelesha, anaunguruma kama chui pale. Amekasirika sana kwa sababu anashangaa tabia za huyu binti, pengine kwa sababu ya ugeni, pengine kwa sababu ya kukosa uhuru. Asubuhi mapema ana amani, anamsimulia mkasa mzima mmewe anacheka tu na kumwambia huenda ni njaa. Unajua mtu anapotoka mazingira sehemu moja kwenda nyingine, tumbo lake linaweza likawa bado halijaadjust, linahitaji ujazo mkubwa. Kwa hivyo tunamhitaji kumvumilia, atakaa tu sawa. Basi anafika hapa shuleni wakiwa wamesindikizwa na dereva wao kama ilivyo ada, na wanasaini ili kuweza kuingia na kuendelea na shughuli za masomo hapa shule.
Anashtuliwa Halima na anapogeuka anagundua ni Gibson alishafika mahali hapo. Basi Gibson anamkaribisha kwa ukarimu, anampatia na kijizawadi kidogo kwenye mikono yake ili kuonyesha ukarimu. Anamwambia karibu sana shuleni kwetu, tumefurahi kujumuika na wewe, tutakuwa pamoja. Basi wanapeana mkono wa heri na pia anapokea zawadi aliyokuwa amepewa na Gibson tayari kwa kuanza masomo shuleni hapo. Wanafurahiana sana kana kwamba kuna hisia ziko kati yao. Na inapofika swala la kudiskasi hapa nyumbani na michezo ya hapa na pale, Halima anakuwa mstari wa mbele kiasi ambacho anaweza hata akachuana na baba mjengo. Hichi kitu kinamkasirisha sana mama mjengo na kumwambia, yani wewe unaweza ukafurahiana na mgeni kuliko mtoto wako? Hapana, tulikuwa tunacheza wote. Kwa muda wa Sandra amefungwa, kwa yuko pembeni anasubiria tena ifike zamu yake. Basi mama anafoka sana na kuonyesha chuki kwamba uwezo ukamfurahia mgeni zidi ya mwanao. Na kwa bahati mbaya Halima alipokuwa akipanda ngazi kuelekea kwenye chumba chake anayasikia haya. Anajisikia vibaya sana, lakini atafanyaje, ndo tayari yupo ugenini. Anafungua mlango na kuingia chumbani kwake. Hapo anakaa na masikitiko makubwa. Siku inakwenda, hatujui kituko gani kitafuata. Asubuhi imefika. Kituko kinachofuata ni kufunuliwa kwenye shuka kwa ghadhabu. Tunalipa gharama kubwa ili usome. Muda huu upo kitandani, unafanya nini? Mama, nina homa sana, nimeshindwa hata. Usijaribu. Unafikiri mimi naweza nikakuamini nikakuacha kwenye nyumba yangu hii nzuri ubaki wewe? Yaani hapa uwe unaumwa uwe haumwi, shule utaenda kwa sababu ya usalama wa nyumbani kwangu. Basi tunamuona Gibson siku nyingine wanapiga story na Sandra. Wakiwa hapo Gibson anatoa mwaliko kwamba nitatamani sana niwaone katika masuala ya jogging. Wakifika huko kwenye jogging, Halima hajazoea masuala ya jogging. Kwa hiyo mazingira yanamlazimisha apewe moyo na Gibson, hali ambayo inajenga ukaribu, na hiki kitu Sandra hakifurahi katika mtindo wake wa maisha kwa sababu yeye ana hisia za kumpenda Gibson. Wanaendelea kukimbia taratibu na mwisho wa siku tunaona siku nyingine wakiwa katika mazingira ya shule. Gibson anajenga ukaribu na Halima, hilo jambo ambalo linatengeneza wambea wa hapa shule rafiki zake. Na Sandra anamwambia, sikiliza, sitaki kuongea mengi, angalia nini kinaendelea. Ndugu yangu, mwanaume unayempenda utakuja kupigwa changa la macho mbele yako. Basi wanafika mpaka eneo la tukio ili ikiwezekana kuvuruga. Gibson hakuwa na hiana, anaonyesha heshima kwa Sandra kwani ndio mwenyeji wa Halima. Anampa kadi na anamwambia, nilikuwa namuelezea kama nitafurahi nikimuona amejumuika kwenye birthday yangu, lakini kadi hii nilikuwa nimebeba kwa ajili yako. Kitu ambacho kinafanya Sandra hajisikie vizuri kwa sababu amepewa heshima ya kwanza. Hivyo basi gari inakuja kwa ajili ya kuwachukua waweze kuondoka, na Sandra anafurahia hicho kitu cha kupewa yeye kadi, pamoja na kwamba Gibson anamsindikiza Halima na kumuonyesha ukarimu kutokana na yeye bado ni mgeni. Huku Sandra anavimba kwa rafiki yake, anasema haya wewe endelea kuwa makini. Sandra anasema no, kadi aliandaa kunipa mimi. Akaanza kuongea na yule kwa sababu ni mgeni, lakini kadi imekuja kwangu, kwa hivyo hamna tatizo. Basi rafiki wa Sandra anamwambia haya, mimi macho yangu tupo hapa, tutaona. Inafika siku wanakaribishwa ndani. Sandra ameweza kuja na zawadi kwa sababu anapewa pocket money na mama yake. Lakini Halima hakuwa na zawadi ya kumpatia Gibson. Hivyo wanavyomuuliza anasema sijafanikiwa kupata zawadi, lakini natamani ningekupa zawadi. Rafiki wa Gibson anaguna kwa pembeni, lakini Gibson hataki kumkatisha tamaa Halima na anamueleza kwamba hata wewe kuwepo tu hapa ni zawadi tosha. Basi wanapoingia hapo ndani wanaanza pamoja michezo ya hapa na pale. Kuna maswali yanaulizwa kama chemsha bongo, wanahesabu. Basi ukinyanyua ile kadi haraka ina thamani ya fedha ambayo utakuwa ukipatiwa. Walianza na zoezi la kukata keki ili waanze kucheza huo mchezo waliopeana maelekezo. Baada ya muda basi ule mchezo unaanza. Mnyama ambaye ana rangi mbili, wanataja pundamilia, nyeupe na nyeusi, wanachukua karata yao ambayo wameshinda fedha. Timu ya Sandra pamoja na huyu kijana machepeli aliyopewa mwenye shati jekundu ni hamna kitu, lakini timu ya Halima ambaye alikuwa ameungana na Gibson ina score vizuri na ikifuatiwa na timu zingine.
Basi anaendelea maswali pale. Rais wa kwanza wa Tanganyika. Basi wanajibu pale, Nyerere ndo alikuja kutusaidia na nchi nyingi za Kiafrika. Msanii wa kike pekee kwenye lebo ya Zuchu, ya Diamond, Zuchu. Kwa yanakuwa maswali ambayo wenzetu wanapata score na wengine waliozuba wanakuwa wamepigwa changa la macho. Ngoma ya Zuchu ambayo ni ya kitoto sana, wengine wanaitikia pale maji, basi inakuwa inakaa kwa namna hiyo. Wanaendelea kucheza, jambo ambalo linajenga furaha miongoni mwao, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, Halima na Gibson wanaonekana kupata performance nzuri, ukaribu mzuri, furaha. Muda mwingine wanajikuta michezo inawanogea, hata wanakaribiana katika mwili na kuongeza kidogo muhemko wa mchezo unavyozidi kuendelea mahali pale. Basi huyu bwana ambaye amepangiwa na Sandra, yeye mara nyingi anaropoka, anakosea, na hiyo hali inapelekea wazidi kupata mafanikio makubwa. Timu ya kina Halima wamejishindia fedha taslimu na mziki unaendelea kuchezwa, jambo ambalo linawaweka karibu kwa ile furaha. Gibson na Halima wanacheza sana nyimbo ambayo inakuwa inapigwa hapo, nadhani ni mbosokani, kila mtu yuko bize anabinjuka anavyoweza. Basi upande wa pili Sandra hakuwa anafurahishwa, anajitahidi kuonyesha ana furaha lakini ana makasiriko. Na rafiki yake anamwambia, wewe ngoja tukusaidie. Yule anamchukua mpenzi wako mchana kweupe, sasa sikiliza. Jipitishe pale, jifanye kama vile uko na juisi, alafu fanya jambo lako. Basi wanapanga plani hiyo, wanajifanya wanaanza kwa kucheza taratibu, anasogea na kumchukua yule aliyekuwa kwenye timu nyenzie, alafu wanacheza taratibu, anaugongesha mkono wa kijana ili mradi kinywaji kimwagikia Halima. Tayari kimeshamwagikia huyu, naye achelewi kuingizia alichopanga. Yaani hapo kwa hilo vazi, nzi watamfuata yeye, na hapa sherehe nzima itakuwa tafulani, aende nyumbani akabadilisha. Wakati Halima anatoka, Gibson anamfuata kwa nyuma na kujaribu kumplease kwamba Halima, hamna tatizo lolote, wewe cha kufanya hiyo utaibadilisha, lakini ndani ina t-shirt ambayo itakufaa. Basi anampa nafasi ajaribishe, anajitazama kwenye kioo, inakuwa imemtoa bomba bila mategemeo. Baadaye Sandra anamuita nje Halima, anamwambia, wewe sio umemwagikiwa, inabidi uende nyumbani. Ndiyo, lakini tatizo lilikuwa ni t-shirt ambayo Gibson ameamua ni azime yake. Hiki kitu kilimtia hasira sana Sandra. Hata nyumbani anafika, anamtegeshea, anampa glasi vibaya ili idondoke, na kweli kilichokuwa amekipanga kinakusudia, kwa sababu mama yake na Sandra anamvuta sikio kwa nguvu Halima na kumpa adhabu. Na hata kwenye gari Sandra anaendelea kusema maneno machungu sana kwa Halima, wewe hamna anayekupenda, hata baba yako kakutenga, mama yako mwenyewe nasikia kabla ya kufariki alikuwa hana upendo hata na wewe. Maneno mabaya ambayo yanamtia uchungu Halima, anajaribu hata kumshika, lakini dereva anawatuliza na safari inaendelea kuelekea nyumbani. Sandra na Halima wanaendelea kutazamana, kila mmoja akiwa na hasira zidi ya mwenzie na vijembe vya hapa na pale vinaendelea. Yaani wewe unaendelea kunifuatilia mimi na nitamwambia mama ulikuwa ukiniomba pesa. Hiyo haisaidii, mwisho wa siku hebu jaribu kuwa muungwana. Kumbe wewe siku zote mimi nampa fedha binti yangu, wewe unamuomba tena kwa shida zako. Sasa kuanzia muda huu kazi hakuna. Basi anaagizwa mlinzi amtimue pale. Anaondoka kinyonge sana, lakini pia binti mwenyewe amejitibua na roho yake mbaya na chuki. Mama yake anamwambia, kuanzia sasa hakuna kutumia simu wala mitandao mpaka nione mwenendo wako umetulia. Akiwa anajaribu kujisomea, anavuta hisia za masomo, lakini mwisho wa siku chuki yake inamponza na hata haelewi anachojifunza. Kazi za hapa na pale kwa Halima zinaendelea, anafanya yote kwa haraka aweze kupata muda wa kujisomea, na wakati huo anasoma huku tabasamu linamjia kwa mbali kutokana na hisia alizonazo kwa Gibson. Maisha yanaendelea kwa namna hiyo, lakini upande wa pili tunamuona dada anatoka masomoni, anafika hapa nyumbani, anapokelewa kwa shangwe na mdogo wake wa kuitwa Sandra. Basi wanakumbatiana na kufurahi kwa sababu dada aliondoka takribani ni mwaka sasa. Anampokea mabegi, wanafurahiana na mama mjengo. Binti yake wa kwanza amefika hapa,
Basi inakuwa ni furaha isiyo kifani. Baba yao pia anafurahi kwa kwenda kumpokea binti airport na kumkabidhi mpaka hapo nyumbani. Basi anamwambia karibu sana, huyu unayesema labda ni dada wa kazi, wala sio dada wa kazi, ni mdogo wenu kutoka kwa marehemu mama yenu mkubwa. Basi wanamkaribisha, anamtania mdogo wake hapa na pale, wewe tangu lini unapokea mabegi mazito wewe? Au unafikiri unataka nikugawie vitu vyangu? Hapa umegonga mwamba. Basi wanataniana na anamwambia mbona unaonyesha kama una chuki zidi ya huyu ndugu yetu mtoto wa mama mkubwa? Au ni mambo ya mahusiano mdogo wangu? Basi dogo anaanza kujiuma na dada ameshaelewa kodi kwamba dogo wake ana chuki kwa sababu ya mambo ya mahusiano. Anasema sikiliza nikwambie, wewe bado umri wako unahitaji sana kukua, uje umalize elimu. Haya mahusiano mara nyingine yanaweza yasiwe pointi ya kuwafikisha mahali, lakini ndugu yako huwezi kumbadilisha. Kwa jitahidi kuwa na moyo wa upendo. Basi leo hii tunaona anatimuliwa mbio binti Halima anataka kuadhibiwa na fimbo ambayo ni kubwa sana ukilinganisha na umri wake. Basi anajitahidi kuidhibiti ili isimtoke mkononi huyu mama yake mdogo na akamwadhibu. Basi mlinzi anajaribu kuangalia pale upepo unaendaje, kwa sababu unatakiwa kuwa chawa ukisha kuwa mlinzi wa nyumba binafsi. Anamwambia wewe sikiliza, kama mama amesema uondoke na uondoke, hivi tunafunga mlango. Uondoke hapa, hatukutaki. Basi mlinzi yeye anaangalia tu upande wa bi mkubwa ili alinde kibarua chake. Inakuwa ni hivyo na hakuna namna. Anamwambia wewe ondoka, hivi viatu vyako shika hivi hapa. Basi mama anasema mtimue kabisa asiwepo hapo. Basi naye anatoka anamkimbiza hizo mbio zake, mwanangu utacheka. Mlinzi anakimbia kama ananyata, yani shida. Mtaani Halima anaendelea kuzunguka huku na kule, lakini anaona suluhisho afike kwa kina Gibson. Gibson anampokea kwa ukarimu, anamgea viatu vyake, anakaribishwa mpaka hapo ndani. Anafika na inakuwa ni heri. Leo hii upande wa pili tunawaona familia wametoka shopping, mama na baba wanakumbatiana. Stori za hapa na pale. Anasema mwenzangu angalia, unaziona hizi fedha? Hizi fedha bana nimezikuta kwenye begi ya Sandra. Basi binti anasema imagine, yani nimeshangaa sana, Halima wa kuniibia mimi. Basi baba anamwambia sasa yuko wapi mtoto? Ameondoka, amekimbia, mimi nimemwacha atajijua mwenyewe. Wewe unaweza kumwacha kweli mtoto? Hivi angekuwa mtoto wako ongeza sasa nifanyaje mtoto mwenyewe mwizi? Basi dada yake na Sandra anasema no, mimi nilimuona Sandra ameshika hizo fedha baada ya kutoka huko chumbani, nikafichama ili asinione, nikamuona anaenda kuingia mpaka kwenye chumba ambacho anatakiwa kuwepo Halima. Basi pale sijajua nini kiliendelea, lakini movie inatuonyesha kwamba Sandra alifika akaweka katikati ya kitabu cha Halima zile fedha akazificha na anakili hapa. Basi mama yanamshuka asijue nini la kufanya. Baba anapaniki sana na kusema unaona sasa. Basi wanaenda wanafika kwa kina Gibson, wanaomba msamaha, wanamuita Halima ikibidi wayatengeneze naye. Basi anaitwa mpaka pale Halima na Halima anasema ni kweli, lakini pia hata mimi samahani kwa sababu mimi naona labda mimi ndio sababu nilivyofika pale nyumbani nimeiharibu amani yenu. Basi mama mdogo anajisikia vibaya sana baada ya kuona binti amekosewa na bado anaomba msamaha. Ukaribu wa Gibson na Halima unaongezeka kwa sababu Halima aliomba walimuombea aweze kukaa kwa kina Gibson kwa sababu asiathirike kisaikolojia, ukizingatia ni mwaka wa mwisho wa mtihani. Leo hii katika mahafali ya kwenda kuhitimiza mwaka wao wa mwisho, mama anamwambia ni kitu gani ambacho unakifurahia zaidi? Halima anasema namfurahia sana Gibson na nini. Anasema okay mwanangu, sikiliza, hii ni maisha tu, imekukutanisha umefika hapa, lakini usije kaona labda ni kitu cha ajabu. Unawatakia kila laheri kwenye mahafali yenu. Basi wanaondoka Gibson na Halima, wanashuka kwenye ndinga. Walikuwa wametupia sana mitupio yao, na Sandra anawaona anajisikia vibaya kwa kweli kwa sababu hakumfanyia jambo zuri mwenzi ambaye ni ndugu yake kabisa. Basi leo hii anapata nafasi ya kuomba msamaha na Halima anamsamehe, na leo Gibson anaomba kusoma kile kitabu ambacho aliahidiwa ikifika mwisho wa story atakisoma. Anafika baba mahali hapa,
Wanakumbatiana sana na mwanae Halima kwa sababu baba alikuwa nje ya nchi na leo amefika, amekuta mtoto wake amestiriwa katika familia ya kina Gibson. Inakuwa ni furaha sana upande wao, wanajumuika kwa pamoja, stori za hapa na pale. Wanafika mpaka nyumbani kwa mama yake mdogo na Halima, ambapo inakuwa ni suluhisho la kifamilia. Wanapiga stori, bana mambo ya watoto, hatuna namna, lakini mwisho wa siku Mungu ametukutanisha leo, tunafurahi pamoja, nadhani hatuna kinyongo. Si ndio Halima? Halima anasema hatuna kinyongo. Anakumbatiana vizuri na ndugu yake, wanakuwa wamepatana na baba anaahidi kuwapeleka Gibson na Halima nje ya nchi kwa ajili ya masomo. Na Sandra naye anaulizwa ikiwa atapenda aende kuungana nao, lakini mama yake Sandra anasema nitabaki na mwanangu. Ninakutakia kila laheri Halima kwenye masomo, na nimejifunza kwamba nisihamishe chuki kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine.